kusalimisha miili yetu kwake, ndipo mambo ya dunia hii yanakufa ndani yetu. Katika Warumi sura 12 na ule mstari wa 2, msomaji, Biblia inasemaje? 12:2. Mstari wa 2 ndio, wala msifuatishe namna ya dunia hii, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa kanuni ni ipi? Mungu anataka tuishi katika kanuni ipi? Wakorintho wa kwanza 10:31. Mungu anasema nini? Anatoa kanuni gani ya utakatifu ili tuweze kuishi maisha ya utakatifu katika miili yetu tukimtukuza Mungu? Kanuni ni moja tu. Je, jambo hili linamtukuza Mungu? Kama alimtukuzi, achana nalo, maana ni la ibilisi. Soma msomaji. Wakorintho wa kwanza 10:31. Ndio. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Malizana Wakolosai sura 3 fungu la 17. Anasemaje? Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17. Ndio. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Yaani kanuni ndiyo hiyo. Kwa hiyo chakula unachokula, jiulize, kinamtukuza Mungu? Mavazi unayovaa yanamtukuza Mungu? Ni muda tu hautoshi, tungeweza kufanua mno. Hata mavazi tunayovaa leo ni aibu. Leo mtu ajui ni vazi gani nivae ndani chumbani kwangu na mwenzi wangu, ni vazi gani nivae nje, ni vazi gani nivae ofisini, ni vazi gani nivae kanisani. Yaani watu hawaelewi kabisa. Hawaelewi wavaeje, hawaelewi waone nini, hawaelewi watende nini. Yaani havieleweki. Na Biblia imesema wazi namna ya kuvaa, namna ya kula, namna ya kunywa, namna ya kutenda. Sasa mavazi huenda tukazungumzia huko mbele, lakini ukweli ni kwamba utakatifu wa mwili ni pamoja na jinsi unavyouvalisha. Huo mwili ni wa thamani, na kwa sababu ni wa thamani lazima utunzwe. Mtu mmoja akasema hivi ulipokuwa mtoto ulikuwa unajitunza vizuri na ulikuwa ujiachiachii, hata kukaa kwako unakaa vizuri. Kwa nini leo unajiachia? Nini unachotangaza? Ni biashara. Maana mavazi ni utambulisho. Mavazi yanaweza kumwambia mtu wewe ni nani. Kwa ulivyovaa mtu anaweza kuamua azungumze nini na wewe. Maana yako mavazi, mtu akivaa unamwona ni hakimu. Kuna vazi mtu akivaa unajua ni askari. Kuna vazi mtu akivaa unajua ni mchungaji. Kuna vazi mtu akivaa unajua ni mwanafunzi. Kuna vazi mtu akivaa unajua ni shoga. Kuna vazi mtu akivaa unajua ni kahaba. Sasa swali ni hili leo hii, kutofautisha vazi la mtu anayeitwa Mkristo au mcha Mungu. Waislamu wao na vazi lao kiliona unajua ni Muislamu. Wewe je, Mkristo vazi lako ni lipi? Ambalo mtu akiliona atasema wewe ni Mkristo. Mpaka umuulize, hivi wewe ni Mkristo? Ndio upate jibu. Ila kwa kuuliza, kwa kuangalia tu hivi upati majibu. Ndio maana Mungu anasema utakatifu wa mwili ni ajenda kuu. Maana ajenda yake ni sisi kuishi tukimtukuza yeye. Na hivyo jioni ya leo, hebu Bwana atusaidie kudumu kwa takatifu mbele zake. Bwana atusaidie kumheshimu katika miili hii aliyotupatia. Mungu ametupa maisha fulani ya kuishi, lakini ni mpaka pale tutakapokubali kuitunza miili yetu, tutakapokubali kuheshimu miili yetu kama mahekalu ya Roho Mtakatifu, ambapo Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Na hivyo kwa kumtukuza yeye na kutenda yaliyo mapenzi yake, ninaadhimisha wazi na kusema huu mwili si mali yangu, ni
mali ya Mungu, na kama ni mali ya Mungu nitautunza